Shalom ewe uliyeumbwa kwa mfano wake Mungu. Kwa majina naitwa James na leo niko na ujumbe kwa ajili ya Wakristo. Tukisoma ile Waefeso 6:15 inasema kwamba na hamu ya kutangaza habari njema ya amani iwe kama viatu miguuni mwenu. Sawa na ile Isaya 52:7 ambayo inasema tazama jinsi miguu ya wale waletao habari njema ilivyo mizuri juu ya milima. Habari njema ambayo ndio injili iletayo amani, maana yake pamoja na wokovu. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba wewe kama Mkristo inakupasa kweli yote iwe ndani yako. Ufahamu kweli yote ili uwe huru na ili uweze kuwafanya mataifa wawe wanafunzi wa Yesu kama ile Great Commission ya Yesu Kristo alivyowaambia wanafunzi wake. Naam, najaribu kusema lijue neno la Kristo kwa kuisoma Biblia, na ni muhimu kufanya hivyo kwa sababu Biblia inatushtaki. Tukisoma ile waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9 unasema kwamba yeyote asiyetii au asiyefuata maneno ya Kristo huyo hana Mungu. Na sasa ukiwa unahubiri injili, hapo maswali ambayo utakutana nayo, moja maswali hayo ni hili la kusema kwamba utawashuhudia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, lakini wakikwambia Yesu ni mwana wa Mungu kwa mantiki ipi? Na je, kwenye Biblia ipo sehemu ambapo Yesu mwenyewe anasema yeye ni mwana wa Mungu? Naam, ndio. Kwa ufupi kabisa jibu lipo tukisoma ile Yohana 10:36. Lakini katika namna ya kujaribu kujibu swali hili, ningetamani niende in full details, yani nielezee niende kwa kina, lakini nimetambua wengi hawapendi video ndefu. So nitajaribu kujibu katika namna ya kutokuwa na maneno mengi au kutokuchimba sana katika hii mada. Na ili tuende sambamba sasa, itabidi tusome muktadha mzima wa hii Yohana sura ya 10. Nitaanzia ile mstari wa 22. Nitasoma. Ikafika sikukuu ya kuwekwa wakfu kwa hekalu huko Yerusalemu. Ilikuwa majira ya baridi, na Yesu alikuwa akitembea ndani ya hekalu katika ukumbi wa Sulemani. Wayahudi wakamkusanyikia wakamuuliza, utatuweka katika hali ya mashaka hadi lini? Kama wewe ndiye Kristo, tuambie waziwazi. Yesu akawajibu, nimewaambia lakini hamwamini. Mambo ninayoyatenda kwa jina la Baba yangu yananishuhudia, lakini hamwamini kwa sababu ninyi si kundi la kondoo wangu. Kondoo wangu isikia sauti yangu, nami nawajua, nao unifuata. Nami ninawapa uzima wa milele, hawataangamia kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka mikono yangu. Baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote, na hakuna awezaye kuwapokonya kutoka mikononi mwake. Mimi na Baba yangu tu umoja. Kwa mara nyingine Wayahudi wakainua mawe ili wampige nayo, lakini Yesu akawaambia, nimewaonesha miujiza mingi mikubwa kutoka kwa Baba yangu. Ni kwa ipi kati ya hiyo miujiza mnataka kunipiga mawe? Wayahudi wakamjibu, hatukupigi mawe kwa sababu ya mambo mema uliyotenda, bali ni kwa kuwa umekufuru, ingawa wewe ni mwanadamu, unajifanya kuwa Mungu. Yesu akajibu, je, haikuandikwa katika sheria yenu kwamba nimesema kuwa ninyi ni miungu? Kama aliwaita miungu wale ambao neno la Mungu liwafikia, nayo maandiko hayawezi kutanguka, je, mwawezaje kusema kwamba yule ambaye Baba amemweka wakfu na kumtuma ulimwenguni anakufuru kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu? Ikiwa sifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Mstari wa 30 anaposema mimi na Baba yangu tu umoja, na anaposema yeye ni mwana wa Mungu, ina maana gani? Kwa sababu ameshasema yeye ni mwana wa Mungu, ni dhahiri amewaambia wana wa Israeli yeye ni mwana wa Mungu, na wao wakafikia hitimisho kwamba yeye anajiweka kama sawa na Mungu. Sasa kwa nini kwa hivyo? Kwa nini ajite aseme yeye ni umoja na Baba, na kwa nini aseme yeye ni mwana wa Mungu? Ukifanya kosa la kumweka sasa Baba na Yesu katika hesabu za kujumlisha, yani 1 + 1 = 2, basi utakuwa umenena kimwili, umetumia macho na ubongo kufikia hitimisho hilo. Ila Mungu aliyeumba ulimwengu unakuwa kama umemdogosha kwenye mahesabu yatokanayo na tafsiri ya uumbaji wa Mungu, ila yeye hakuumba kwa tarakimu. Ukienda rohoni sasa jibu linapatikana, nalo ni maana. Sasa nakupa, Yesu sio nguvu nyingine au uungu mwingine, hapana. Yesu ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake Mungu, kama ambavyo Waebrania 1:3 inasema. Na twaelewa Mungu ni roho, hiyo ni kulingana na ile Yohana 4:24. Yaani hayupo mwenye kuona utukufu wa Mungu kwa macho na akaishi. Ila sasa ili kuweko na uhusiano baina ya Mungu na uumbaji wake, Mungu akamtuma mwanae Yesu
ambaye kiuhalisia sio nguvu nyingine bali ni mng'ao wa utukufu wa Mungu kama nilivyosema, na ni nuru halisi amtiaye nuru kila mtu, kama ambavyo Yohana 1:9 inasema, na kama ambavyo pia Bwana Yesu mwenyewe alisema katika ile Yohana 12:46, anasema hivi, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Sasa Yesu anakuja kwa jina la nani? Yesu anakuja kwa jina la Baba. Jina la Baba maana yake ni ukamilifu wa Mungu ndani ya Yesu, yaani roho ya Mungu ndani ya Yesu, kama ambavyo ile Isaya 42:1 inamshuhudia. Ndio maana katika ile Yohana 5:43 Bwana Yesu anasikika akisema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Sasa hiyo maana ya kumpokea Yesu ni nini? Nitakupa vipengele viwili kuelezea ukimpokea Yesu ni nini kinafanyika na uhusiano huo na Baba uko vipi. Cha kwanza, jua kwamba ukimpokea Yesu, jua kwamba umeamini Baba moja kwa moja. Ndio sababu Bwana Yesu anasema katika ile Yohana 12:44-45, yeye aniaminie mimi haniamini mimi bali yeye aliyenituma, naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenituma. Kama mtakumbuka, Filipo yule mwanafunzi wa Yesu pia naye alihoji aonyeshwe Baba. Yesu akasema kumuona yeye ni kumuona Baba. Naam, kipengele cha pili sasa, maana ya kumpokea Yesu, unakuwa umemtukuza Baba. Yaani hata lolote ufanyalo na uombalo kwa jina la Yesu, basi utukufu unamwendea Baba. Nitakusomea Wafilipi 2:11 ambayo inasema hivi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Ndio maana kwenye ile Isaya 48:11 inasema hivi, Mungu anasema sasa, Mwenyezi Mungu anasema, kwa ajili ya nafsi yangu nitatenda haya. Je, litiwe unajisi jina langu? Wala sitampa mwingine utukufu wangu. Ndio sababu sasa kila unapoomba kwa jina la Yesu tunajibiwa, kwa sababu ile Wafilipi 2:9-10 inatujibia hiyo. Kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu inasema hivi, ile neno linasema hivi, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Bwana Yesu anamaliza na kauli yake ile ya Yohana 14:12-14 ambayo anasema hivi, na ndo namaliza hivyo, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizi atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya.